Kuna siku nilikuwa nipo Kimara Mwisho, mitaa Kimara hapo, Kimara Mwisho, Kimara Suka. Sasa nikutana na dada mmoja mida ya saa 8 usiku. Ana watoto 3, mmoja mdogo, 2 wanatembea. Nikamuuliza wanatokea wapi mida hii ya saa 8 usiku. Akaniambia anatokea kwenye maombi kwa Mtume na Kambagara. Nikamwambia mbona ni usiku sana, kwani maombi siku hizi na watoto wadogo naruhusiwa kufanya usiku wote huu? Akasema ndio, nimeishiwa nauli, sina nauli. Mtumishi alisema tutoe sadaka za kujimaliza. Kwa ile nauli yangu ikabidi nitoe yote, nitoe sadaka. Mimi nikasema angekuwa mke wangu kwenye hali hii usiku na mtoto mdogo wa kunyonya mdogo na wawili amewashikilia mida sana usiku, eti ametoa sadaka ya kujiteketeza, sio sadaka kujimaliza kwa Mtume, tuligombana vibaya sana. Nilikuwa sina nia kumpa nauli kwa sababu nilimuona ni mjinga, lakini kwa sababu ya wale watoto ikabidi nimsaidie tu nauli. Nilikwenda kusema nini hapa? Walokole kuna sehemu wafika wanakosea sana. Imagine unakaa Mbagara na umebaki na nauli, inabidi nauli uitoe nayo, na una watoto wadogo na una mume wa kumhudumia na watoto unabidi wale. Unachukua nauli ile unaitoa sadaka mida ya saa 8 usiku. Ukikabwa, ukibakwa, ukifanywa vitu vibaya utamlaumu nani? Na ni mke wa mtu. Serious, walokole hizi ibada za kwenda kutoa sadaka za watu wanakula, waendesha maprado, ma V8, waenda kutibiwa nje huko, wanaishi maisha mazuri, and then unatoa hata kile kidogo ulichonacho, si ni kuibiwa huko. Tuwe na akili, tujitambue, tuna akili, alafu tuamke. Wakristo wote ambao tuna hawa mambo ya mitume na manabii wanatuibia. Siku ambayo tutaamka tutajua watu wanatuibia, siku ambayo tutakuwa tuko active. Mimi napenda kushare na nyie hiyo story, lakini pia niwashauri tu ndugu zangu, mambo ya mitume na manabii wanatuibia. Ni watu ambao ni matapeli, wa kuaminika. Kwa tuwe serious.